Diaga, Yerire atomoke, Aikane Jerusalemu, Etera Hiñamuero, 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 Nadie sabio, Hiñamuero. Hiñamuero, Hiñamuero, nadie sabio, Hiñamuero. Basi karibuni tena katika EPC Inspiration Team ambayo Bwana ametusaidia katika hali ya kufumbua mambo yanayoendelea na mambo ambayo yanaendelea katika dunia nyakati za mwisho, kama vile yalivyotabiriwa na ndivyo yanavyojirudia katika siku hizi za mwisho. Basi katika mambo haya tunayoyasema si yale ambayo sisi wenyewe tumeyafikiria, bali ni yale tunayofunuliwa katika siku hizi za mwisho. Basi nataka kusema kuhusu maono makubwa ya ndoto kuu katika tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka wa 2020. Naliona katika maono makubwa katika ndoto ya usiku ni watu wenye nguvu na walikuwa wamevaa makofia yao, nao wameshika minyororo mikubwa, yani mipana. Ukubwa wa kipande cha nyororo uliungamanishwa ni kama inchi mbili hivi, nayo mrefu kama futi 30 hivi. Vile nilivyoona imeungamanishwa. Nao walikuwa kikundi cha watu wenye nguvu kama watu 20 hivi, na nyuso zao zilijaa giza, yani hawakutaka waonekane, na vichwa walijifunika. Vikofia vilikuwa hivyo, na mashati yao kama yanamwangaza walioyavaa mfano wa watakatifu. Nao kumbe wanarusha ile minyororo ili wamfunge mtu ambaye alivaa nguo ya dhahabu na taji kichwani. Naye alikimbia mbio, nao wakamfuata. Walikuwa wanarusha ili wamfunge, kama vile nyoka hujizongazonga kwa mnyama ama mtu. Kumbe walikuwa wananitafuta mimi wanifunge. Nikaona niingie ndani ya nyumba, lakini nilipoingia mwangaza ukaonekana, bado wakanifuata. Nikatoka nje nikakimbia, sikuwaona tena, bali walitoweka. Basi pale pale walipotoweka, akatokea mmoja aliyekuwa tu kama wao, na amejifunika uso tu kama wao, na ana shati kama inamwangaza kama wao. Basi alipotokea, na huyo mtu nikaona kwamba kumbe alikuwa amekufa, na sasa hivi hata alizikwa, lakini alitokea. Na alipotokea akafanana tu na wale ambao walikuwa na minyororo na wale ambao walikuwa navaa shati hizo nyeupe. Naye akaniambia, sisi tunasikia vibaya sana, kwa sababu ninyi mnahubiri sana hii amri ya 7, yani usizini. Sisi hatutaki kusikia hayo mahubiri ya amri hiyo. Tunasikia vibaya sana wakati mnapohubiri kuhusu amri ya 7. Basi aliposema namna hiyo, na akaenda akiwa na shida sana, kubwa sana, kwa sababu aliona kwamba si kuacha kuhubiri kuhusu amri hiyo ya 7. Nikaona sasa tuko na rais ambaye alikuwa wakati huo Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, na nchi ilitetemeka, na mchanga ukatetemeka, na mitaro ikaanza kuyumbayumba, na miteremko ya ardhi ikaanza kuyumbayumba ikitetemeka.
kwa sababu ni kama kulikuwa na tetemeko. Naye Uhuru akaniuliza hivi, ni nini kinaendelea? Nikamwambia ni kwa sababu ya dhambi ya uzinifu. Hayo ndiyo Bwana aliyonionyesha katika tarehe hiyo ya tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka wa 2020. Basi na mimi nikaona niyaseme, kwa sababu hayo maneno yote yanalingana katika nyakati hizi za mwisho ambazo zimetabiriwa kuhusu mambo yatakayokuwa yakiendelea na yanayoendelea nyakati hizi. Ningetaka nisome katika kitabu cha Hosea 4 na mstari wa 2, nacho kinasema hivi: hapana neno ila kuapa kwa uongo na kuvuja ahadi na kuua na kuiba na kuzini, huruka mpaka na damu kuguzana na damu. Huruka mpaka na damu pia kuguzana na damu. Kila mtu anamguza mwenzake, damu kuguzana na damu. Yaani maana yake uzinifu unakuwa mwingi kiasi kwamba watu hawaogopi. Pia katika mstari wa 11 nayo inasema hivi: uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za mwanadamu. Na pia mstari wa 14, sitaadhibu binti zenu wazinipo, wala bibi arusi zenu wafanyapo uasherati, maana wao wenyewe huenda kando pamoja na wanawake wazinzi, hutoa dhabihu pamoja na makahaba, na watu hawa wasiofahamu wataangamia. Kwa hivyo nakuta kwamba mke aliyeolewa ni mzinifu, aliyefanya harusi ni mzinifu. Hata yule ambaye amefanya harusi anamtoroka bwana wake kwa sababu alikuwa anafanya uzinifu hata akiwa kanisani, na bado anazikumbuka uzinifu, anamrudia yule mtu ambaye alikuwa anazini pamoja naye na bado ameolewa katika ndoa. Kwa hivyo mabibi ambao wanaolewa katika ndoa wazinifu. Kwa hivyo na wale wasichana wanaolewa katika ndoa ni wazinifu. Kila mtu anazini. Kwa hivyo Elohim anasema hivi, sitawaadhibu binti zenu wazinipo, kwa sababu wote ni wazinzi na ni kama waabudu sanamu, kama vile maandiko yanasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22. Nitasoma pale 22:22. Kuna kitu inatuambia kuhusu hii dhambi ambayo imekolea katika dunia. 22:22 ambayo inasema hivi: akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliyeolewa na mume akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliyeolewa na mume, na wafe wote wawili, mtu mume aliyelala na mwanamke na yule mwanamke, naye ndivyo utakavyoondoa uovu katika Israeli. Dhambi ilikuwa inasemekana mtu akipatikana amelala na mke wa mtu alikuwa anaumwa ama anauawa, anamalizwa, kwa sababu hayo ni makosa makubwa sana, mtu kuwa katika ndoa na kufanya uzinifu. Na Walawi 20 mstari wa 10 kuna jambo ambalo inasema kuhusu dhambi hiyo. Alafu inasema hivi katika mstari wake wa 10, inasema hivi: na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naam, yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa. Kwa hivyo hao watu wanangojea kifo. Hata kama siku hizi hawauawi kwa sababu sheria imepitishwa kwamba hakuna kuua mtu, lakini kwa Elohim hawatawachwa, kwa sababu hao watu ni wazinifu, na Bwana anakataa hata sadaka zao na dhabihu zao kwa sababu ya dhambi ya uzinifu. 6 mstari wa 32 kitabu cha Mithali kuna kitu inasema, tukipata kusikia: mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Kwa hivyo yule mtu anazini na mwanamke afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake katika moto wa jehanamu. Kwa hivyo huyo mtu hafai kuwa katika nyumba ambayo inaitanishwa na utakatifu, mtu mzinzi. Na katika Luka 16:18 kuna kitu inasema, Luka 16:18, nitasoma pale
Luka 16:18 inasema hivi: kila amwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine azini, naye amwoaye yule aliyeachwa amezini. Naye Masihi naye akasema hayo katika habari zake: kila mtu amwachaye ama anamwacha mke wake na anaoa mke mwingine, huyu anazini, na kila aliye na yule mume naye anayemuoa pia naye anazini. Kwa hivyo unakuta nyumba zinakutana watu wawili ambao huyu aliwacha mke wake na huyu akawacha mumewe, wakakuja wakaoana. Hao wote ni wazinifu kama vile maandiko yanavyosema. Katika Wakorintho wa kwanza 6 tutasoma pale tusikie wazinzi kama wana bahati. Wa kwanza 6 na mstari wa 9 inasema hivi. Katika mstari wa 9 inasema hivi: hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Elohim? Msidanganyike, waasherati hawatarithi ufalme wa Elohim, waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Kwa hivyo wazinzi wanahesabiwa katika hali ya kuangamizwa siku ya ufalme wa Elohim. Hawataingia katika ufalme huo, maana wote ni wazinifu kama vile maandiko yanavyosema. Mwana Ufunuo 22 na mstari wa 15 inasema hivi: huko nje wako umbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Kwa hivyo tunaona kwamba katika hii wanaungamanisho wazinzi wote na wauaji na wapendao uongo na kuufanya. Kwa hivyo wanaungamanishwa katika sehemu ya ziwa la moto, watu wote ambao ni wazinivu. Kama vile nimesema, kuna watu ambao siku hizi wanaolewa lakini ni wazinzi. Mtu anawaacha mke wake, anaenda anaolewa kwingine na alikuwa amefanya harusi. Huyo anaitwa mzinzi, naye pia hana bahati. Yule mume naye anachukua mke wa mtu ambaye alishaolewa na ikawekwa ahadi na ikaapishwa kwamba ameolewa. Kuna mtu anayesema mimi sitamuacha, wanaapishwa, iwe shida iwe raha, sitamuacha. Baadaye anamuacha, anaenda kufanya uzinzi. Hivyo ndivyo vinavyofanyika siku hizi katika makanisa na katika dunia. Wazinzi wamekuwa wengi, na shina moja la wazinzi ni kupenda pesa. Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 9. Watu wamependa pesa kiasi kwamba hawatosheki na yale maisha wanayoyakaa. Wanaona kwamba wakitoka kufenda kuzini ndio kutakuwa na bahati sana, lakini kumbe ni moto wanajitafutia. Kwa kama hivi vile Yeremia anasema katika kitabu cha Yeremia 7 na mstari wa 5, mnaiba na kuua na kuzini, alafu mnakuja katika nyumba yangu inayoitanishwa na jina langu, mkisema tumepona. Mnasema tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona. Kumbe nyinyi wote ni wazinzi na wauaji. Hivyo Baba anasema makosa hayo yote mnayoyatenda hamna bahati, ni kukwisha. Heri mtu awache na arudi njia yake. Yeremia 6 mstari wa 16. Rudini katika mahali ambapo kuna makutano ya njia, mkaulize njia mlipotea wapi, na Bwana watawarehemu. Na shangaa siku hizi watu wanafanya harusi, baadaye wanawachana. Mtu anaenda kurudia yule mume alikuwa naye, na alikuwa akiwa tu kanisani, na alikuwa na rafiki nje, anafanya uzinzi naye na uasherati. Akiolewa baada ya kufanya harusi, baadaye anarudia tu na ako tu kanisani, anarudia yule mtu alikuwa anafanya naye hayo maneno, na alikuwa akijificha ili asijulikane. Sasa inajulikana wazi. So hiyo dhambi ndio Elohim anasema inaitetemesha dunia. Dunia inatetemeka kwa sababu hiyo dhambi, na ndio naona kwamba hata Roho wa Bwana hawezi kujia kwa hao watu. Hao watu kitu wanacho ni roho mbaya na mchafu katika nyakati za mwisho. Kwa hivyo wazinzi wote mwisho wao ni jehanamu. Wasipowacha warudi katika njia, mtu arudi katika mapito aliyokuwa nayo, basi hataweza kuokoka katika siku za mwisho na katika siku ambazo tuko. Kwa hivyo uzinzi na divai huondoa fahamu za mtu. Mtu awache uzinzi, amrudie Baba. Amri ya 7 inatetemesha dunia kabisa kwa sababu ya uzinzi. Hata wanawake wengine kwanza siku hizi wanawake ndio wamekuwa wabaya sana katika hali ya kuzini. Hawaogopi, wanaona kana kwamba wakizini itakuwa faida kwao ili wapate pesa. Haitawasaidia, na mwisho wake ni jehanamu ya moto, na mwisho wao ni kuangamia. Dhambi ya uzinifu
inataua wengi. Na mbarikiwe na Bwana. EPC bado tunaendelea, na tunaendelea katika hali ya kutoa jinsi Baba anavyotusaidia. Kwa hivyo karibuni tena, subscribe katika hizi zote na Bwana atakusaidia. Cornelia, Mahero, Hiñamuero, 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 Hiñoro, nadie sabio, Hiñamuero, Hiñamuero.